Nikamwambia si nakujaga hapa kila siku. Na hata nilikupata na jacket alikuwa amevaa. Siku hiyo alipotea. Ukaniambia hizo ni mangu za watu wamekufa hapa. Akaniambia huyu mtu mtafuta ni huyu. Akakuonyesha sasa. Kwa hiyo stretcher. Ati aweza katoka hapa. Nikamwambia why? Atoki kwa nini? Kwa sababu ulikuwa unataka kumzika without us knowing. Sasa alikuwa ako shape hiyo you can't recognize haraka. Hello ladies and gentlemen, and welcome back to the Love of Theo channel. I'm Theo. So tuko hapa na mama mzazi na pia ni mjane. Tusikie tu story zake vile kulifanyika, kukaenda, kukafika pahali ambapo aliko kwa sasa. So ladies and gentlemen, stay tuned. Make sure you subscribe, watch. Mama hujambo? Sijambo. Habari? Nzuri sana. Jina ni nani? Naitwa Mary Achenga Weti. Mary Achenga Weti. Mary Achenga, unaishi upande gani? Naishi hapa quarters. Medical. So tuanze tu tuanze penye inafaa tuanzie. Ilikuwaje ikafika kwamba ukakuwa mjane siku hii ya leo? Kuwa mjane nilikuwa nimeenda nyumbani. My husband pia alikuwa Kisumu akakuja nyumbani. Alikuwa ameitwa kazi kile, yeye alikuwa mechanic. Kutoka kwa hiyo kazi akakuja nyumbani, tulikuwa na funeral round. Tuka-attend hiyo, tukirudi akaniambia we were to put ceiling board kwa nyumba yetu ya home. Akaambia sisi hiyo matanga tumetoka late na kesho pia anataka afike Nakuru aone watoto arudi Kisumu malize kazi. Sasa we had to go back to Nakuru. On our way to Nakuru tukapata somebody. Akampigia simu ati uko wapi? Akamwambia I'm on my way to Nakuru. Ati mimi niko hapa Kericho, ukifika ni bebe. Na hakuwa amezoea kubeba watu kwa gari. Alikuwa na gari yake ama gari yake personal. Sasa akaniuliza mimi pia sikujua nani anaongea na yeye, sijui. Akapanda tukaenda mpaka Kericho. Akamwambia nimefika Kericho, niko petrol station, uko wapi? Huyo mtu akakuja akapanda. Tukakuja kufika Sachangu. Before nafika Sachangu ataka kukojoa. Anatoka anaongea na simu, after kukojoa anaingia. Akafanya hivyo mara 3. Kufika Sachangu nikamwambia sasa hapa very risky. You cannot just go out unakojoa na unakaa sana hivyo. Hapa kila mtu sasa anataka kushika hapa sisi. Na magari zinapita tu straight. Wacha tu tuende. Tukakuja. Basi akaendelea kuongea kwa simu. Kufika hapa akatuambia bwana yake alikuwa anataka kupeleka stage kwa sababu alikuwa amesema aende Nairobi. Kufika mwenye alikuwa anatoka hivyo ni mwenye mlimbeba. Tumembeba. Sasa hata nikabidi kauza bwana yangu huyu ni nani? Akaniambia huyu alitaka spares kwa garage lakini I don't deal with spares zake. Mimi sijui nafanya na deal na FH. Sijui yeye na deal na gari. Sasa anataka kwa hiyo garage liko wengine wakinunua. Lakini inakaa alikuwa Kisumu, sasa anaenda wapi? Nairobi. Akaambia huyu nipeleke Milele. Tukapeleka Milele. Milele bwanangu sasa alikuwa amekaza na mkojo, hata yeye akaingia kwenda huyu hakuingia ndani, akakutana na wanawake wawili na mwanaume mmoja. Mke wako? Mume wako? Huyo tu. Huyo ule. Huyo mtu. Wakaongea nao hapa nje. Mimi niko kwa gari, hao wakaongea hapo nje. Bwana akaenda kukojoa, akarudi kwa gari. Nikamwambia sitolee huyu baga, ashapata watu wake. Kwenda kutoa baga, huyu mtu akakuja mbio. Hata nipelekeni tu stage, tumalizane na hawa. Since this side wewe ukaenda utoke kwa stage, utaenda bali. Lazima urudi. Akarudi nje ya medical cafe. Yeye kupita akaona, by that time nilikuwa naishi Kelas. Akaona tu vile amefika huko akasahau alikuwa anambeba mtu. Yeye akapita mpaka Kelas. Akaniambia tukifika Bajata akasema nimesahau, acha tu basi tuende tukunywe chai, uoge alafu hata ndio upande gari. Bibi ataka kwenda kuosha gari.
Sasa bwana kufika yeye akaoga, akavaa nguo, nikawapea chai wakakunywa, huyu akasema rudi. Wakakaa akasema basi wacha nikienda kuosha gari tuende na wewe. Sasa alinunua samaki zingine akaniambia, sasa wewe nipikie samaki nikitoka kuoga, nikitoka kuosha gari, mimi nitakula nilale mapema kwa sababu tomorrow I'm traveling back. Yule alienda ilikaa walitoka kitu saa 9 saa 8. Kufika saa 11 akasema na huyu gari ameenda mpaka Nairobi. Sasa nikimpigia simu mteja, nikafikiri labda betri imeisha. Kaenda hivyo, tulikaa 3 days kama simu ijafunguliwa. Atijui ako wapi. Sasa ndio siku moja nikapata amepiga usiku. Amepiga? Amepiga namba yangu usiku. Kupiga tena simu imezimika. Nikaripoti the matter kwa polisi. Kuripoti the matter kwa polisi, nikarifaiwa kwa DCI. Akaanza kuinvestigate. The following day tukapata gari imekuwa abandoned wapi? Huko St. Mary Pastoral. Gari ilipatikana hapo, vitu zimekatwa, kumbe trucker ndio ili stop gari. Hao wakajaribu njia yote, gari ikakataa, wakaiwacha hapo. Na kwa hiyo gari kulikuwa na hiyo nguo alivaa, sati na sati peke yake na vitu zake mpaka SIM card zote zimerushwa hapo. Simu zote 3 haziko. Kwa sababu that time kulikuwa na Safaricom, Airtel na U. Na zikuwa na simu za double line. Kwa sababu ilikuwa 2013 August. Sasa tukakaa hatupati, kaanza hii maneno ya kusearch na polisi. Tunaenda hii kichaka wapi? Tunaenda wapi? Tunaenda Bogotio, Kabarnet, Molo wapi? Tulitembea for 6 good months Simboli, situpati hata tusikii chochote. Only threatening kwa watu wanakupigia simu, usiende kwa polisi, tunakuona. Nikasema sasa mimi nikaanza kuja hata kazi. Mimi nafanya hapa nyama simu sasa nitafanya hospitali. Sasa hata walikuwa wananipea off enda rudi polisi, nikachoka nikarudi kazi. Sasa polisi wakakota mtu wananiita naenda kuona narudi tu kazi. Ikakaa mpaka mwezi alipotea August. Kufika May, mtu akapiga simu. Akaniambia wewe ndio bibi Odhiambo. Nikamwambia nikamwambia na wewe ni nani? Akaniambia unataka kujua bibi jina yangu au unataka kujua pale bwana yako wako? Nikamwambia bibi ni bibi Odhiambo. Odhiambo ako wapi? Hata Odhiambo atakuwa na nguvu. Kumbe alikuwa tu mtu ako na asthma. Ako na asthmatic. Tulimpiga tu mara moja na akakufa, na it was a mistaken identity. Sasa tukuletee mwili wapi? Nikamwambia bibi uniletee mwili, nilikuwa among your plans. Chukua mwili vile umesema, peleka wapi? One of the mortuaries. Then pigia polisi simu vile ulianza umalize kazi zetu. Hiyo ni baada ya muda gani? Mwezi the 7th month. Tujapata mwili. Na nimetembea mpaka Nairobi, Gilgil, Naivasha, Kabarnet, Molo, Elbagon. Hapa Nakuru mpaka hizi vichaka ziko hapa. Hatuoni. Sasa vile alisema hivyo, akaniambia sasa what do you do? Enda pale naitwa Molo. Nikamwambia mimi Molo several times. Mpaka nikaona watu mortuary attendants watoe mwili yote iko hiyo, kwa sababu nilipata mwili ya 2010 2011 ilikuwa hata kuzikwa. Sasa 2012 2013 sasa ndio imeinclude bado they were just placed. Nikamwambia Molo enda tu ulize pale road bodies ako kwa stretcher, amekataa kutoka kwa stretcher. Tulikuwa tungemuzika kitambo na amekuwa amelia stretcher. Nikamwambia how? Atuenda huko acha kuuliza maswali mengi. Nikakimbia kwa polisi nikawaambia. Akaniambia watanipea mtu, it was on Thursday. Wananipea mtu Saturday tuende naye polisi. Tukaenda na polisi 3.
Polisi walikuwa busy. Sasa kuna another boy alikuwa friend ya kijana yangu. By then kijana yangu amefanya form 4 first born. Akamwambia alikuja kuomba tu gari ili waende naye harusi. Sasa huyu kijana akamwambia hii gari hata nilitengenezwa jana tangu babangu apotee na hajapatikana. Tulikuwa tumeweka tu hii gari hapa juzi ndio tumetengeneza haijaitoka hata. Sasa if you can test it, uliza mama kama anaweza kukupea. Nikamwambia kama si mbali kwa sababu hii gari ilikuwa almost kupotea. Kama akaniambia ni SD ile ya chini hata hii Nakuru West. Nikamwambia basi tumia Nakuru West. Uende kwenu pia si mbali ni hapo Kaloleni, alafu utarudisha tu the very day. Jioni mkimaliza function ama asubuhi. Tukapea kwa sababu tunaomba na yeye wa church. Akaenda na akapata gari ni mzuri, akatuambia sasa hiyo stori mlipea ilifanya sikulala. Why don't you go tomorrow? Tuone kama we can get that person kama polisi bado wako busy. Alikuja na vijana 6. Tukachukua kijana yangu, mimi na sister yangu na rafiki ya bwana yangu wawili. Tukaenda na gari ngapi? 2. Huko sasa Molo. Kufika Molo, I think they were just placing bodies area. Hawakuwa wako na njia ya kuweka mwili poa. Sasa mwili zilikuwa inaingia from out inside. Sasa they don't have records. Sasa ukifika tukaambia tukapata wakafungua hiyo mlango. Kufungua na huyu mtu wa mochari alikuwa ameniambia ati huyu mtu kama hao si watu. Kuna mtu mmoja, watu wawili walikuja hapa. Walipatikana kwa kichaka Kivuja. Walikuwa walevi waliingia kwa maji. Nikamwambia bwana yangu si wa pombe. Bwana ni hakuwa na pombe, ni mtu wa kanisa wa SDA. Alikuwa naiba. Sasa kama alikuwa na mtu wa pombe labda alikuwa tu. Akisema hao walikuwa waelewa wote. Kumbe ni yeye. Sasa that day kufika, huyo kijana akaambia wewe usiingie. Nipe picha. Huyo kijana akaenda na picha. Akaambia mtu kama huyu mlishamuona hapa. Sasa si mtu amekaa hapa. Wanaambia huyo kijana, huyu mtu amekaa hapa. Na wakaniita. Kaambia si nakuja hapa kila siku. Na hata nilikupata na jacket alikuwa amevaa. Siku hiyo alipotea. Ukaambia hizo ni bangle za watu wamekufa hapa. Akaniambia huyu mtu tunatafuta ni huyu. Akakuonyesha sasa. Kwa hiyo stretcher. Ataweza katoka hapa. Nikamwambia why? Atoki kwa nini? Kwa sababu ulikuwa unataka kumzika without us knowing. Sasa alikuwa ako shape ile you can't recognize haraka. Mdomo ilipasuliwa mpaka huku pia mpaka huku. Kichwa imepigwa na blunt object imeingia ndani. Inakaa ile bleed mpaka pua bado iko na damu hapa. Mdomo yote ni damu. Sasa tukamwangalia kabia huyo wako na way of you seeing mtu. Wakakuja wakafunika mdomo. Sura ikakuja. Wakafunika wakaniambia wewe sasa vile tulikuwa na aunti yangu pia. Sister yake. Akasema ni yeye. Rafiki yake akasema ni yeye. Sasa watu wengine unajua kijana alikataa kuingia aliogopa. Yeye alibaki nje. Tukaona tuka-identify. Nikamwambia basi kama ni yeye toeni yeye uweke kwa main mochari. Toeni yeye kwa ndio lete